Fungula ambayo itakurupushwa. Yaani naofia na kinaogopa. Unaona? Sawa, basi mimi acha niondoke. Haina shida. Sasa kabla hujaondoka bwana wewe. Kuna kitu nataka nikueleze, hiko ndo cha muhimu hicho. Bwana, kwenye huu mji kuna jemedali hilo linaitwa Noha hilo. Lina watu baba hilo. Lina watu majemedali kweli. Na yule Noha kitu ambacho hukijui, yule bwana hapa ipo. Unakuisoma hapo? Yule yani sio kundi tu, yule bwana hapa ipo. Unanielewa? Au usitoe macho huko. Na kueleza tu mapema, yule Noha hapa ipo. Kwa hiyo kuwa makini. Sawa? Asante kwa kunitahadharisha. Sawa. Sasa cha kufanya hapa, wewe unatakiwa upate kwenda. Sawa? Wewe nenda. Nenda alafu tutajua tunakutana vipi, sawa eh? Asante. Nenda. Sana. Sawa. Bueno, kule. Eliza pia. Nimewaita hapa kwa maana kuna maelezo ambayo nitaona boss. Sawa. Labda mimi niko makini sana kusikiliza. Na nimekuwa sikuelekea tofauti kabisa. Kwa pamoja tumekuelewa mkuu. Dakika 90 hatuchekeshi kama unavyojua. Sawa. Basi kwa namna hiyo liwalo takalokuwa. Jua liwake lisiwake. Mvua inyeshe isinyeshe. Basi ni lazima siku ya leo Eliza uweze kufika Boga. Tena kwa muda unaotakiwa. Sawa? Nimekuelewa mkuu, lakini nini? Kitu gani sikujua? Ungenisikiliza ungenielewa mkuu. Bigi. Labda nikwambie kitu kimoja ambacho usichokijua. Kuna muda inabidi wasikilize. Huenda akawa na mambo ya msingi ya kukwambia. Na mimi leo acha nikwambie jambo moja. Mimi namfahamu Eliza zidi vile wewe unamjua. Vizuri sana. Sawa. Ulikuwa unasema mkuu, mbona hili jambo la Boko tayari tumeshalimaliza? Ilibaki ni kukabidhi mzigo, lakini kila kitu tayari. Umeona sasa? Tusiwasikiza hitu hujajua. Kuna muda inabidi tuwe na subira. Basi kimsingi tu ni kwamba basi huo mzigo utamkabidhi Kwido. Kwa maana Kwido ndo anafahamu mzigo watu wanatakiwa kufika. Tena kwa makini. Pasipo kupoteza muda. Kwido. Ndio unapopeleka mzigo. Kisha mzigo unafika salama. Na nadhani pia unafahamu. Tulivyo tuna maadui wengi sana. Nje na ndani. Kwa kuwa makini. Ile somo nimekuelewa vizuri sana buda boss. Japokuwa unajua kuna mishe tayari ambayo ilikuwa ushanipa, sijajua nipeleke mzigo au nianze na ile mishe kwanza. Soma hapa. Sawa. Please. Nenda kajiandae safari kuelekea Boga. Na wewe pia kuwa makini zaidi. Endapo kama itatokea changamoto yoyote, hakikisha unaweza kuwasiliana nasi. Sawa? Nimekuelewa. Mbaya. Nchi zetu unazifahamu. Umakini ndio silaha kubwa.
ukiweza kutumia akili basi kila kitu kitakuwa sawa. Lakini ukifeli kutumia akili hakiwezi kuwa sawa. Kwa sababu kipindi utakapofeli wewe, basi mimi nitafeli, na bosi pia atafeli. Okay, poa Buda. Mimi nimekuelewa na siwezi kuangusha kama unavyojua. Waga sifeli kwenye mishi zangu. Haina shida. Alright. Sawa. Sidhani kama kuna usalama huko. Kwa jinsi ninavyokujua, na sitakushamaliza kila kitu. Hiyo ndo kazi yetu. Tukipewa kazi tunafanya kazi. Haina kufeli, yani mchaka. Na kuna mpumbavu mmoja nilikuwa namkatakata viungo. Hivyo basi, kuna dili kubwa limekuja. Lina pesa ndefu sana. Kwa hiyo inahitajika moyo, figo. Endapo tutakapofaulu, tutakuwa mabosi. Tumeshapakia kila kitu. Na muda mwafaka ndo. Kwa hiyo yule mlezi ndo amemkata viungo au? Hapana. Tunasubiri amtaje bosi wake tu. Ili tuweze kudili naye. Na hapo ndipo ambapo tutaweza kusambaratisha msafara mzima wa askari polisi. Sawa. Kwa hiyo mimi nafanya. Wepesi sana.
akishafika tu utamkabidhi, na kama atakuwa ameridhia, basi hakikisha pesa zote anaingiza kwenye akaunti ya benki. Sawa. Nitatekeleza kile tulichoniambia. Safari njema. Yes, hello. Salama tu. Pamoja na picha ulizomtumia za huyu mtu. Ndio. Huyu mtu bado hajampata kwenye anga zetu. Sifa za huyu mtu zikoje kwani? Huyu mpelelezi anaonekana yuko makini sana na kazi yake. Na kuna kijana mmoja ndiye alompokea. Anaitwa Mbichi. Ndiye alompokea. Nadhani unafahamu Mbichi. Ndio. Sawa. Nawe pia kazi njema. Sawa. Feno! Feno! Naam. Hakikisha unampata Mbichi.